Vipi bwana? Na juta vya kupokea huko. Shoga yangu, kuna issue nataka nifuatilie na naona kama hivi vyombo vinanichelewesha. Kwa nini? Unaharakia hivyo shoga yangu kama bila nini tunakimbilia wapi? Shoga yangu, issue ya maana, issue ya hela. Unajua una huu mwezi ukipata issue kama hiyo inabidi ushangamkie. Sasa ninachocha hapo hakuna sio guna. Sawa tavimalizia, lakini kuna issue nataka nikwambie. Kitu gani tena hicho? Nimepata mwanamume anataka anioe. Wataka kuolewa shoga yangu? Umeridhika kabisa katika nafsi yako? Hata usiridhike vipi na kati ni kustirika huko. Lazima niridhike. Kwa sababu maisha shoga yangu, yani sijui yataishia lini. Na bila kustiriwa ina maana hayataisha haya. Kwa kila siku ndo haya. Tuna leo na kesho. Tunakufa. Tunaona kujibu nini sisi? Basi shoga yangu nimeshakuelewa. Mawaidha ya kazi gani? Sio mawaidha ndugu yangu. Ni mambo tu ya kawaida. Bila kwenda hivi hatutofika popote ndugu yangu. Tutakuwa tunaishia huko. Tunaenda kula tunarudi. Tukienda kula tunarudi. Alafu matokeo yake hamna faida yote tunayoipata. Zaidi kesho kwa Mungu ni adhabu tu. Alafu nina tatizo hili moja. Tatizo gani? Nataka mtoa hivi ni. Okay, nimeshakumbuka. Unamkumbuka ile kaka yangu? Leo tulienda siku ile nakwambia ni kaka yangu. Ndio namkumbuka. Basi huyo ndo ataenda kumwambia atakusimamia ila wala usiwaze. Shikapo umeridhika na msemo wako? Sawa. Basi leo tu nisaidie. Sio malizie hivi vyombo basi niende vyombo potetue hiyo ila ya kula. Usijali nenda tu. Nenda mimi nitamalizia. Njoo malizie bwana. Kama nikuuliza samani lakini pale makaburini nimekuona ukisalimia. Kwa pale ulikuwa unamsalimia nani? Sasa swali nzuri sana. Sasa nataka nikwambie vitu ambavyo huvifahamu. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatoa maelekezo, anatuelekeza, anasema unapopita sehemu yenye makaburi unatakiwa utoe salamu. Unatakiwa useme asalamu alaikum ya hulul kabur. Salamu ile inawasaidia wale waliotangulia mbele za Mungu, unawatakia rehema kwenye nyumba zao za milele. Na wao wanakujibu ingawaje wewe husikii, wanakujibu wanakuambia wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Na wenyewe wanakutakia rehema wewe ulioko duniani. Na ndio ukubwa wa ile salamu niloifanya pale. Kwa hiyo iwe ndani ya mwezi mtukufu, isiyo ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, lakini ile salamu unapopita kwenye makaburi ni lazima uitoe. Halafu pia Mtume anatuelekeza, anasema mbora kati ya wanawake, yani mwanamke aliye bora ni yule ambaye atafanya mambo makubwa manne. Jambo la kwanza atakuwa mcha Mungu, swala 5, 5 swalawati. Umeelewa vizuri? Halafu jambo la pili anaelekeza, anasema ni yule ambaye atahifadhi tupu zake. Yaani kujiheshimu, kuvaa nguo za stara. Sio kama wanawake wetu wa kileo hawa kama wanavyofahamu ni mitihani, ule ni mtihani. Hususan ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani tulionao. Na jambo la tatu anaelekeza Mtume, anasema mwanamke ambaye atamtii mume wake, yani atamheshimu mume wake, kwa maana pepo ya mwanamke iko chini ya nyayo za mumewe. Mtume anaelekeza hivyo. Alafu akaja akasema tena, ili mwanamke huyo ndoa yake ikamilike, ili ndoa iwe ndoa thabiti, iwe ndoa kamili, Mtume anaelekeza, anasema lazima kuwepo na mambo manne. Kuwe na kitabu, kuwe na mashahidi. Umeelewa vizuri? Kuwe na maelewano baina ya muolewaji na muoaji.
na kitu cha 4 anasema kuwe na mtoa idhini. Sasa kama vitu vyote hivi vitapatikana kwa upande wako, kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, inshallah ndoa yako itadumu, ndoa yako itakuwa halali. Sawa, mimi nimekuelewa. Ila mambo matatu yote hapo ni nani? Kasoro hilo moja tu la mtoa idhini. Unajua mimi hapa sina ndugu yoyote hapa kijijini wala huko mjini nilipokuwa. Sina ndugu aina yoyote. Sana natamtolea mimi idhini. Aha. Mtume hapa ametoa maelekezo, amesema ikatokea mwanamke akawa hana ndugu hata mmoja na anatakiwa kuolewa, basi yeye mwenyewe mke atachagua mtu anayemwamini kwa kumtolea idhini, lakini sharti ni kwamba mtu huyo lazima awe Muislamu. Kwa hiyo wewe mwenyewe utakayemuona na kufaa kukutolea idhini, anakutolea idhini na ndoa hiyo inakuwa halali kabisa. Basi naomba ukanisaidie kitu kimoja. Endapo tutafika mjini, unitafutie mtu ambaye ataweza kunitolea mimi idhini ya kuolewa. Sawa, hakuna shida, tutafanya hivi. Ila usisahau kuwatakia rehema wazazi wako waliotangulia mbele ya haki. Awe mzuri mzazi, awe mbaya, lakini kumtakia rehema ni bora zaidi. Mtume anatuelekeza hivi. Mara kwa mara uwe unawatakia rehema wazazi wako. Zile dua ni bora zaidi kuliko ni kukaa tu kufanya mambo ya ajabu ajabu, kuwasahau, kuja kijijini huko kwa mwaka mara moja. Mtume ametoa maelekezo haya, anasema popote utakapokuwepo fanya dua. Sawa, nimekuelewa. Hayo ndio maelekezo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa basi tuweza kuondoka. Sawa. Hiyo mseme na kumbaradhi pale yote yaliyotokea hapo nyuma. Nafsi yangu mtu wa Kiislamu na nafsi yangu inasimamika na kwa dukuduku. Sipokuomba radhi mwalimu. Sema kwa yote yaliyotokea. Mwenyezi Mungu akuwafikishe kijana. Kwa sababu huu ni mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tupo katika 10 hili la pili, na kwa sababu umegundua matatizo yako au umegundua makosa yako, basi mimi nirudi kwenye aya ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anasema inna Allaha ghafurur rahim, kwa maana ya kwamba Mwenyezi Mungu ni mwingi wa kusamehe na ni mwingi wa mapenzi pia. Sasa mimi nikiwa sitakusamehe itakuwa nimefanya kitu kibaya mno. Kwa hiyo mimi niseme wazi kwamba nimekusamehe leo hapa duniani mpaka kesho ahera, kama alivyotuelekeza Mwenyezi Mungu. Lakini kikubwa zaidi tu ni kwamba hili jambo kama limetoka kwenye moyo wako kabisa, hakikisha usije tena ukalirejea kwa mtu mwingine. Si kwangu mimi tu, kwa mtu mwingine yoyote. Na hakikisha sasa unarudi kwa Mola wako. Mwenyezi Mungu anatuambia la takrabu zina innahu kana fahishatan wasaha sabila. Maana yake ni kwamba anatukataza tusikurubie zina. Kwa maana